Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ba'd. Wanafunzi wa somo la elimu ya dini ya Kiislamu kwa shule za msingi darasa la kwanza hadi darasa la 7 na wafuatiliaji wote wa vipindi hivi vya somo la dini ya elimu ya Kiislamu kwa shule za msingi, na wakaribisheni katika kuanza mada au fani mbalimbali tukiwa tumekamilisha utangulizi wa somo hili kwa shule za msingi. Tuliona kwamba katika kusoma shule ya msingi kuna malengo mahususi yanayokusudiwa, lakini vile vile kuna ujuzi ambao unakusudiwa uweze kupatikana. Ili kuyafikia hayo, tuliona kwamba somo limegawanywa katika fani mbalimbali. Fani ya kwanza ikiwa ni fani ya tauhid, fani ya pili ikiwa ni fani ya fiqh, fani ya tatu ikiwa ni fani ya tarikh au historia, fani ya 4 ikiwa ni Qur'an, na fani ya 5 ikiwa ni akhlaq, na fani ya 6 ambayo itakuwa ni sunna na hadithi. Katika kuanza kwetu masomo haya, darasa la kwanza tutaanza na fani ya tauhid. Anayewakaribisheni ni mimi mwalimu Adam Salim Kaoneka. Ninaamini tutakuwa pamoja tangu mwanzo wa kipindi hadi mwisho wa kipindi. Fani ya tauhid ni fani miongoni mwa fani za somo la elimu ya dini ya Kiislamu kwa shule za msingi. Kwa wanafunzi wa darasa la kwanza, inatarajiwa waweze kujua aliyeumba mbingu na ardhi ni nani, aliyeumba wanyama ni nani, aliyeumba ndege ni nani, aliyeumba kila kilichomo katika ardhi ni nani. Kwa hiyo haya ndio mambo ya msingi ambayo mwanafunzi anapaswa mwisho wa somo aweze kutanabahi kwamba kwa hakika Allah ndiye aliyeumba vyote hivyo. Katika kujenga hoja, tunaanza kwa kuangalia hivi kweli ni nani aliyetengeneza milango na madirisha ya nyumba yenu? Tunaona lazima yupo ambaye ametengeneza milango na madirisha ya nyumba. Huyu aliyetengeneza madirisha ya nyumba anaitwa fundi seremala. Na mtu ambaye ameijenga nyumba au amejenga msikiti, huyo anaitwa fundi mwashi. Kwa hiyo tunaona hapa kumbe hata milango, madirisha ya nyumba yetu yupo mtengenezaji ambaye ni fundi seremala, na nyumba yenyewe na msikiti wetu pia kumbe nao vile vile hakuna mwingine aliyefanya hayo isipokuwa ni fundi mwashi. Kwa hiyo kwa haya mawili yanaonyesha kwamba kumbe hata vitu ambavyo tunaviona kila siku vyenyewe navyo kuna aliyevitengeneza, ambaye ama atakuwa ni fundi seremala kwa yule badirisha na milango ya nyumba yetu, na vile vile kwa yule aliyetengeneza nyumba yenyewe anaitwa mwashi. Tukitazama pia wanafunzi wote wa darasa la kwanza, kila mmoja amevaa nguo. Nguo hizo kwa vyovyote zimeshonwa. Nani mshonaji wa nguo hizi? Hili ni jambo la msingi ambalo ni lazima kila mtoto aweze kufikiria. Huyu fundi huyu aliyetengeneza nguo anaitwa nani? Jibu kwa vyovyote tunamuona fundi huyu anaitwa fundi cherehani. Tukitazama katika vitu ambavyo mwanafunzi wa darasa la kwanza umevaa, ni kwamba unavyo viatu ulivyovaa. Viatu hivyo navyo havina mtengenezaji? Jibu utasema kwamba ndiyo, viatu hivi kuna ambaye aliyevitengeneza. Anaitwa nani aliyetengeneza viatu vyako? Huyu aliyetengeneza viatu kwa vyovyote vile si mwingine isipokuwa ni fundi viatu. Kwa hiyo ukitazama hapa tunaona kwamba kumbe
viatu, kumbe nguo, kumbe nyumba, kumbe madirisha na milango, vyote hivyo vina watengenezaji. Sasa hebu tutazame, je, jua nalo limetengenezwa na nani? Ukitazama hakuna mtu ambaye anaweza akalitengeneza jua, bali jua litakuwa limeumbwa. Na muumbaji wa jua ni nani? Si mwingine isipokuwa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo jua limetengenezwa au limeumbwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo basi, huyu Allah ambaye amelitengeneza jua ndiye anayelichomozesha jua mashariki na kulizamisha upande wa magharibi. Kwa hiyo tunaona kwamba kumbe jua nalo kuna ambaye analiwekea utaratibu. Kila siku jua linatokea mashariki lakini linazama magharibi. Mtu yeyote, hata wewe hapo darasani, hata mwalimu wako darasani, hawezi kugeuza kwamba sasa jua lichomoze kutoka magharibi lije likazame mashariki. Hawezi. Kwa nini? Kwa sababu yeye ni mtu na si Allah ambaye ndiye aliyeliumba na ndiye ambaye analiongoza kwamba jua wakati wote litoke upande wa mashariki na kuzama upande wa magharibi. Tukiwatazama Waislamu hufuata mwezi katika kuhesabu tarehe. Mwezi wa Kiislamu ambao kwa kawaida una siku 29 au 30. Miongoni mwa mwezi hiyo ni mwezi unaoitwa mwezi wa Ramadhani, ambao ukiandama Waislamu wote huanza kufunga. Mwezi unaofuata ambao unaitwa mwezi wa Shawwal, ukiandama wanasherehekea Eid al-Fitri. Watoto wote wanafurahi katika siku za Eid al-Fitri kwa sababu wananunuliwa nguo, wanakula vyakula vizuri vizuri. Wakati mwingine huangalia angani wakati wa jioni, wanasema mimi nataka kufungua muadhini. Kwa hiyo wanafurahia mwezi unavyoendelea katika mwezi wa Ramadhani kwa sababu wanaupenda. Lakini ni nani aliyeumba mwezi? Au mwezi unatoka wapi? Ukitazama mwezi unaogelea angani bila ya kuanguka. Nani anayeufanya mwezi usianguke? Kwa vyovyote vile ni yule aliyeutengeneza mwezi. Ni nani aliyeutengeneza mwezi basi? Mwezi haukutengenezwa na mtu, bali umeumbwa na Allah. Na Allah ndiye aliyeupa mwezi uwezo wa kutoa nuru. Ukitazama kuna siku ambazo wanafunzi wanasema twende tukasherehekee nje. Kuna nini? Kuna nuru ya mwezi. Watu wanaona, wanafurahi kwa ajili ya mwezi ambao umekuwa na uwezo wa kutoa nuru. Huu uwezo wa mwezi kutoa nuru haukutoka kwa mwingine yoyote ule isipokuwa Allah ndiye aliyeupa mwezi uwezo wa kutoa nuru. Sasa tukiangalia nani fundi aliyetengeneza nyota zilizoko angani? Ukiangalia mwezi upo pale unawaka, lakini kuna nyota nyingi usiku ukitazama. Nazo nyota zile ukizitazama zinafurahisha, zinapendeza. Ukiangalia si mwingine aliyeziumba nyota hizo isipokuwa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo vitu tunavyovitumia nyumbani vimetengenezwa na mafundi mbalimbali. Lakini ukitazama mwezi, ukitazama jua, vyote hivi havikuumbwa na mwanadamu, bali aliyevitengeneza ni Allah subhanahu wa ta'ala. Miongoni mwa vitu ambavyo tunaviona vimetengenezwa na mafundi mbalimbali ni pamoja na madaftari tunayoyatumia, kalamu tunazoandikia, zote hizi zimetengenezwa na mafundi mbalimbali. Huyu mmoja akiitwa ni fundi wa madaftari, mwingine akiitwa ni fundi wa kalamu. Kila kitu kilichotengenezwa kina fundi wake aliyekitengeneza. Mafundi wote ni wataalamu, wanao ujuzi wa kutengeneza vitu hivyo. Sasa tunaanza kujiuliza swali, nani fundi wa jua? Nani fundi wa mwezi? Nani fundi wa nyota? Je, kuna binadamu mwenye uwezo wa kutengeneza jua na mwezi na nyota? Jibu ni kwamba haiwezekani. Bali Qur'ani inatufahamisha kuwa jua halikutengenezwa na mtu, mwezi haukutengenezwa na mtu. Aliyeumba jua ni Allah, na aliyelipa jua mwanga mkali na joto ni Allah. Nazo nyota hazikutengenezwa na mtu, bali vyote hivi vimeumbwa na Allah.
Jua linatoka mashariki kwenda magharibi kwa nguvu za Allah. Aliyeumba mwezi utoa nuru ni Allah. Jua, mwezi na nyota kuogelea angani bila ya kuanguka kwa nguvu za Allah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kwa hiyo Allah ni muweza wa vitu ambavyo wanadamu hawawezi kuvitengeneza, kama vile jua, kama mwezi na nyota. Allah ni mkubwa kweli kweli. Allah ni mwenye nguvu kweli kweli. Allah ni mtaalamu kuliko wataalamu wote. Allah ni fundi kuliko mafundi wote. Allah ameumba mbingu yenye jua, mwezi na nyota. Kweli Allah ni mwenye uwezo mkubwa na mwenye nguvu kweli. Mwenyezi Mungu anasema katika sura 25 aya 61, Tabarakalladhi ja'ala fi samai burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Mwenyezi Mungu anasema ni mwenye kutukuka kweli kweli yule aliyezijalia nyota mbinguni na akajalia humo jua na mwezi unaong'ara, ambao ni Qur'ani sura 25 sura Al-Furqan aya 61. Hadi kipindi kijacho tutakapokuja kuangalia upande wa ardhi, ni nani muumba wa ardhi, ni wageni. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.